Hivyo naambia kwanza nitapata mimba miezi miwili nikaenda kwa mume wangu. Nikamwambia akasema, acha uongo bwana." Nikamwambia kweli. Hata sasa hivi yeye mwenyewe kimuona mtoto anasema, hivi kumbe mtoto ndo wa madhabahuni. Yaani anasema mtoto wake anasema mtoto wa madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi namshukuru Mungu kwa mahali hapa. Ni mengi amenitendea. Ila kubwa zaidi ambalo mpaka leo nina ndoto ni zawadi aliyonipatia. Amen. Jamani, huyo inabidi tupige naye story kidogo. Sasa huyu tunaanzia mwanzo. Sawa, tusianzie hapa. Wakati unakuja unakumbuka ulikuja ukiwa na tatizo gani? Nataka uanzie hapo, alafu twende mpaka kuwa na mtoto. Nilipokuja mahali hapa, nilikuwa na tatizo, nilikuwa na ujauzito. Ujauzito ambao nikienda hospitali. Kila nikienda hospitali wanakuta mtoto hayupo. Nikirudi nyumbani mtoto anakuwa anacheka. Tumbo linakuwa kubwa. Ila kila nikienda hospitali ananiambia mtoto hayupo. Nikirudi nyumbani mtoto anaonekana anaanza kucheka. Na nilikuwa naumwa, muda mwingine nilikuwa naumwa sana. Mpaka nilipokuja mahali hapa baba kaniombea. Aliponiombea baba, nikaendelea kadri anaponiombea nazidi kubadilika. Mwisho wa siku aliniombea nikakuta nimepona kabisa, tumbo limeisha, limepotea. Kwa ile mimba ikawa imeondoka. Ndio. Sasa jamani, mnaelewa hapo nyinyi? Yaani yeye alikuwa anasikia ni mjamzito. Lakini akienda kupima hospitali wanamwambia una mimba. Lakini yeye akikaa mwenyewe anajisikia ana mimba na tumbo lilikuwa kubwa. Hata wakati anakuja hapa tumbo lake lilikuwa kubwa. Si ndio? Lakini baada ya maombi alipofunguliwa ndipo alipogundua na yeye kwamba hana mimba. Si ndio? Haya, baada ya kufunguliwa sasa ukaona sasa hauna mimba. Nini kiliendelea? Baba nilikuja hapa nilikuja kama kushuhudia. Baba kama ananiambia kwamba baada ya wiki mbili miezi miwili utakuwa umeshapata ujauzito. Lakini haikufika hata wiki mbili. Nikawa nimeshapata ujauzito ambao mtoto wewe hapa. Haikufika miezi miwili. Ndio. Ukawa umeshapata ujauzito. Ndio. Sawa. Aliniambia mwezi wa pili, nikapata ujauzito mwezi wa 3. Aha. Ndio katoto kako aka sasa. Ndio. Anaitwa nani mwanao? Imelda. Imelda. Wow. Jamani, tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya sawa. Endelea sasa, unasema nini kwa ajili ya hilo Mungu alilokutendea? Yaani kuna muda nikikaa nikimwangalia mwanangu, siamini na hicho kitu ya Mungu. Wala kidogo. Yaani nahisi kama naota yani. Nilipokuwa Pieta, mimi mwanangu alipomtoa alikuwa ni kama kulia mara ya kwanza. Baada hapo nilia. Mimi nikawa napoteza kama mapigo ya moyo. Nesa kaniambia wewe usipoteze na nini, utakufa, mtoto yuko hai. Maana mbona niliwaza nipoteze tena na huyu. Na kisu tena hapo na huyu tena apotee. Akaniambia hapana, mtoto yuko hai. Nikamwambia asante. Baada walipomchukua mtoto wakamwinamisha ndio mtoto kamelia. Ndio kidogo nikawa naona hata mwenyewe nikichungulia hivi. Nikawa nahisi mapigo ya moyo sana yarudi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua je mnafanya mchezo unajua. Wewe katoto kidogo kapata kwa shida. Tena operation. Hapo tena kanaonekana kamenyamaza. Lazima upate pressure. I say Mungu mzuri. Baada mimi nirudi nyumbani. Niliporudi mama kaniambia nataka kufanya mazoezi. Nikaanza mazoezi yenyewe asubuhi baridi. Kidonda kinauma. Nikasema mimi sifanyi. Akasema utapona, nikasema nitapona. Fanya mazoezi, akasema sifanyi. Mimi nilikaa ndani sijaifanya mazoezi. Yaani sijafanya mazoezi aina yoyote. Lakini baada ya wiki moja nafua, napika, nimeshapona, kidonda kimepona. Jamani mlioweka. Mimi nirudi nyumbani. Niliporudi mama kaniambia nataka kufanya mazoezi. Nikaanza mazoezi yenyewe asubuhi baridi. Kidonda kinauma. Nikasema mimi sifanyi. Akasema utapona, nikasema nitapona. Fanya mazoezi, akasema sifanyi. Mimi nilikaa ndani sijaifanya mazoezi. Yaani sijafanya mazoezi aina yoyote. Lakini baada ya wiki moja nafua, napika, nimeshapona, kidonda kimepona.
Jamani, mliowahi kufanya operation hiyo vipi, mnaielewa? Yaani mpaka mama anamwambia mama, mimi nataka kwenda kwangu. Akasema, mbona hata mazoezi hujafanya, hicho kidonda chenyewe bado hakijapona vizuri. Nikasema hapana, nitaenda. Maana kwanza kabisa kwenda kusafisha kidonda. Daktari aliniambia, ulifanywa lini? Nikamwambia tarehe 30. Mbona siku 3 kidonda kimefunga? Nikamwambia mwenyewe sijui, nilifanywa tu kusafisha kidonda mara 2. Kidonda kikaa kimepona. Mpaka sasa hivi kimepona kabisa, sisikii maumivu ya aina yoyote. Wow. Jamani, kwa kweli mahali hapa ni mahali patakatifu. Na baba aliongea kitu kinatendeka. Kikubwa tu amini. Mimi naambia kwanza nitapata mimba miezi 2, nikaenda kwa mume wangu. Nikamwambia, akasema, acha uongo bwana. Nikamwambia kweli. Hata sasa hivi yeye mwenyewe kimuona mtoto anasema, hivi kumbe mtoto ndo wa madhabahuni. Yaani anasema mtoto wake anasema mtoto wa madhabahuni. Kwa hiyo mtu atakachosema tuamini. Ukiamini kinatendeka. Ila usipoamini hakitendeki hata siku moja. Amen. Masikini wanahubiriwa habari njema, wagonjwa wanapona, Yesu anafanya. Matasa wanapakata, wengi wameitwa mama. Kwa jina la Yesu mapepo yanatoka na kulia sana. Tunamwona Mungu anafanya miujiza katikati yetu. Anamtumia mtumishi wake kutatua shida zetu. Kama nyakati za Musa anatenda na sasa. Kama nyakati za mitume anatenda na sasa.